Sifa 10 za sanguine extrovert kulingana na maeneo ya maisha. Umewahi kukutana na mtu ambaye kila sehemu anayofika anakuwa kitovu cha furaha, kicheko na mazungumzo? Mtu ambaye anaweza kukufanya ucheke hata kama ulikuwa umekasirika dakika chache zilizopita? Huyo ndiye sanguine. Katika video hii, tutachambua sifa 10 za kipekee za watu wenye haiba ya sanguine extrovert, jinsi wanavyoishi, wanavyopenda, wanavyofikiri, na hata changamoto wanazokutana nazo katika maisha ya kila siku. Ukijitambua wewe ni sanguine au una rafiki mwenye tabia hizi, video hii itakufumbua macho zaidi kuhusu nguvu zilizofichika ndani ya haiba hii ya kijamii na yenye nishati kubwa. Kwa hiyo kabla hatujaanza kuchambua kwa undani, bonyeza kitufe cha subscribe, weka like kama ishara ya sapoti yako, na share video hii kwa rafiki zako ili nao wajifunze zaidi kuhusu nguvu ya haiba ya sanguine. Hebu tuanze safari hii ya kujitambua kupitia ulimwengu wa haiba ya sanguine. 1. Mahusiano ya kijamii. Hupenda kujumuika na kuvutia watu. Mtu mwenye haiba ya sanguine ni kama sumaku ya kijamii. Anavutiwa na watu na anataka kila mtu amwangalie na aburudike naye. Anapenda kucheka na kutoa pongezi kirahisi ili kupata kibali na sifa kutoka kwa wengine. Hii inamfanya awe na marafiki wengi katika maeneo tofauti, lakini urafiki wake unaweza kuwa wa juu na si wa kina sana. Hawezi kuwa mpweke, anaweza kuzungumza na karibu kila mtu anayekutana naye. 2. Mawasiliano na maneno. Msemaji mzuri na msimulizi anayevutia. Ana ustadi wa asili wa kuongea na kueleza mambo kwa mifano na mihemko. Anabadilisha hadithi rahisi kuwa kisa kikuu cha kusisimua. Lengo lake si kutoa taarifa tu, bali kuburudisha na kuvuta umakini wa hadhira yake. Ingawa maneno yake ni matamu na ya kuvutia, huwa na changamoto ya uthabiti. Anaweza kuzungumza sana kuhusu yeye mwenyewe na kusahau kumsikiliza mzungumzaji mwingine, au kutunza siri kwa sababu ya kusisimka sana wakati wa kuongea. 3. Hisia na maamuzi. Hisia zinazobadilika haraka na uamuzi wa ghafla. Hisia zake, furaha, hasira, huzuni, ni kama mawimbi makubwa yanayoonekana wazi lakini hutulia haraka. Anapenda kufuata hisia za wakati huo bila kujali mantiki au matokeo ya muda mrefu. Uwezo huu unamfanya awe mwenye huruma na msamehevu kirahisi, kwani hana uwezo wa kuhifadhi kinyongo. Lakini pia inamaanisha anaweza kufanya maamuzi ya kushtukiza au kujutia baadaye kwa vitu alivyosema au kununua bila kufikiri. 4. Kazi na majukumu. Mwenye mawazo mengi na asiyependa utaratibu. Sanguine ni mbunifu sana na ana mawazo mengi mapya yanayobadilika haraka. Anaweza kuanza miradi mipya mingi kwa shauku kubwa kwa sababu ya kusisimka, lakini huchoka haraka anapoanza kuona kazi hiyo inahitaji utaratibu, kujituma kwa muda mrefu, au kufanya vitu vya kurudia. Athari: yeye ni bora sana katika kuanzisha miradi na kuhamasisha timu, lakini si bora katika kumaliza kazi au kufuatilia maelezo madogo. Ofisi yake au dawati lake mara nyingi huwa halina mpangilio. 5. Mtazamo mkuu wa maisha. Matumaini ya juu na kutafuta burudani. Huyu ni mtu chanya anayeona upeo mzuri katika kila hali. Huwezi kumkuta amefadhaika au amekata tamaa kwa muda mrefu. Anajaribu kuepuka hali zote za kuchosha na badala yake kutafuta fursa za kufurahi na kusisimka katika kila kona ya maisha. Anaishi maisha yaliyojaa mwangaza na nishati. Walakini, mtazamo huu unamfanya apuuze hatari au changamoto zinazoweza kutokea, akiamini kuwa mambo yatajiendesha yenyewe. 6. Uzembe na ukosefu wa mpangilio. Sanguine kwa kawaida hapendi utaratibu wa vitabu au kufuatilia maelezo madogo. Utaratibu huu humchosha na anauona kama kikwazo cha uhuru wake wa kufanya mambo anavyojisikia. Hii husababisha kupoteza vitu kirahisi, kuchelewa mara kwa mara kwenye miadi, na kutokamilisha kazi zinazohitaji umakini wa muda mrefu na kupanga. 7. Mtafutaji wa sifa na kizingiti cha ushawishi. Kwa sababu anapata nishati kutokana na watu, sanguine huweza kufanya mambo kwa makusudi ili avutie umakini wa wengine. Anahitaji kutambuliwa na kusifiwa kwa kile anachofanya. Anapokosa sifa au kupuuzwa, anaweza kujisikia vibaya haraka sana, na wakati mwingine anaweza kuzidisha ukweli katika hadithi zake ili tu kujionyesha na kusisimua hadhira. 8. Kutokuwa msimamizi wa ahadi au siri. Sanguine ni mwenye nia njema, lakini kwa sababu usahau kirahisi na anapenda kuongea, si rahisi kwake kuwa mtunzaji mzuri wa siri au mtu wa kutegemewa kwa ahadi. Anaweza kusahau kupeleka ujumbe, kusahau tarehe muhimu, au kufichua siri za mtu bila kukusudia kwa sababu tu anajaribu kuongea kwa shauku na kuvurugwa na mawazo mengine. 9. Kuchoka kirahisi na kushindwa kumaliza kazi. Anapenda sana kuanzisha miradi mipya, lakini huchoka haraka sana. Mara tu msisimko wa mwanzo unapokwisha au kazi inapoanza kuhitaji kujitolea na kuzingatia maelezo,
Sanguine hupoteza hamu na kuacha kazi hiyo. Mara nyingi huwa na miradi mingi ambayo haijakamilika. Ana maono mazuri, lakini uhaba wa nidhamu ya ndani na uvumilivu wa kumaliza kazi ndio changamoto yake kuu. Kuzungumza juu yake mwenyewe na kutomzingatia mwingine. Kama msemaji mzuri anayetafuta umakini, Sanguine anaweza kutawala mazungumzo kirahisi na kugeuza mada yoyote iwe inamhusu yeye. Anaweza kukosa kumsikiliza mtu mwingine kwa umakini anapokuwa anazungumza, na huweza kumkatiza mwingine anapoongea kwa sababu tu amepata wazo jipya au kumbukumbu inayomhusu yeye anataka kuisema. Hizo ndizo sifa kuu za watu wenye haiba ya Sanguine, watu wenye furaha, ucheshi na nguvu ya kipekee inayoweza kuangaza mazingira wanayokuwepo. Lakini kumbuka, kila haiba ina upande wake wa pili. Je, unajua kwamba kuna kundi lingine la extroverts wanaojulikana kwa nguvu, uthubutu na uongozi wa asili? Hawa ni wale wenye haiba ya choleric, watu wasioogopa kuchukua hatua na wenye maamuzi makali. Usikose video inayofuata ambapo tutachambua kwa kina sifa 10 za extrovert wa aina ya choleric, jinsi wanavyofikiri, wanavyoongoza na hata jinsi wanavyoshughulika na watu wengine. Kabla hujaondoka, bonyeza kitufe cha subscribe, weka like kama umefurahia video hii na share kwa rafiki zako ili nao wajifunze zaidi kuhusu haiba ya binadamu. Pia acha comment hapo chini niambie, je, unadhani wewe ni Sanguine? Au unafikiri una mchanganyiko wa haiba tofauti? Ningependa kusikia kutoka kwako. Asante kwa kutazama na tukutane tena kwenye video inayofuata.